Kiza. Ndiyo. Kwanza jasho limenivuja. Safi. Safi vipi? Hujaogopa kuja nyumbani kwetu? Nifa. Niogope nini sasa? Na najua kwamba wewe upo. Kiza. Baada ya siku zote hizo, simu zangu ushiki, message zangu ujibu. Leo ndo natafuta na una muhimu. Nisikilize. Tunapaswa tukae tuzungumze. Nahitaji muda wa kukaa kuzungumza na wewe. Kwa sababu hatuwezi tukalaumiana ikiwa kila mtu alikuwa na majanga yake. Na ndio maana nimekuja. Simu hizo umeweza kunipigia lini? Si leo asubuhi ndo simu zako na umenifuata hapa. Ina maana una shida nzito ile kushika. Ndio maana umemewauje. Tuachane na hayo yote. Basi mimi nahitaji tuzungumze. Nimekuja kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Tena fanya uonje. Wazazi sasa hivi watarudi. Baba yangu na mama yangu wakikuta hapa itakosa. Sasa subiri basi kwanza. Nenda utanipigia. Subiri basi kwanza. Mimi nimekuja mguu Nifa huokoti simu. Nimekupigia simu. Napokea. Nenda nipigie. Hapana, sio hivyo. Unajua nini? Yaani unajua sana ukinitia hapa lazima nitalainika. Ndio maana mama unitia hapa. Siku zote ulikuwa wapi? Mimi niambie kwanza. Siku zote mimi nakupigia simu zangu, message zangu zote ujibu. Na simu zinaisha. Sio kama unapatikana vizuri tu. Lakini ulikoshiki simu zangu kwa nini? Nifa. Nikikuonyesha simu ambayo ninayotumia ni tofauti na simu ile ambayo wewe ulizoea kuniona nayo kipindi hicho. Ina maana namba ambayo ulikuwa unaingia kwako ilikuwa ni ngeni. Isitoshe, sehemu ambayo nilikuwa na changamoto kubwa sana. Nilikuwa na vita kubwa sana Nifa. Lakini nikaona mtu pekee ambaye ninapokuwa na changamoto huwa ananifariji, at least narudi katika mfumo wa kawaida, ni Nifa. Lakini unajua fika majukumu yetu ya kikazi huwa yana changamoto sana. Lakini kuna mmoja nyingine haipaswi tulaumiane. Inapaswa tuyajenge. Utafanyaje? Mpaka nimekuja hapa. Jamani, nishaamua kubaliana na yote. Nifa, katika ulimwengu huu wa sasa kila mtu ana mtu wake. Yaani kuna watu mnaweza mkagombana nyinyi miaka 100 lakini si mmoja tu ikiita. Ndio kama hivi, ndio shakuja tayari. Nashukuru sana. Sasa wewe ndo mchizi wangu. Wewe ndo mchizi wangu. Mimi najua nikiwa na stress. Yaani nikiwa sijielewi, nikiwa na stress tu, yaani nimevurugwa, najua niende kwa nani. Najua nikija kwa Nifa, yaani nitakaa sawa, nitakuwa niko sawa kwa sababu unanijulia. So, vizuri. Ndio unazidi kwenda. Naomba hivi vitu nivae niondoke zangu. Unadanganya hapa mzangu niende nikasuka gombezo. Jamani na wewe. Nipe vitu yangu bwana. Nipe. Sasa unalakia wapi? Una dhahabu. Ndio zile ambazo nimekuletea kutoka Kongo nini? Kasumbalesa. Si ndio zile ambazo kipindi kile nimetoka zangu Kasumbalesa. Alfa. Naam. Nimekuita hapa. Lakini na mambo haya mawili.
Jambo la kwanza ni kwa ajili ya kuja kutoa shukrani. Kwanza nipende kukushukuru sana kwa kunisimamia katika nyakati ngumu na nyepesi. Kuna muda uliriski hata maisha yako, ikiwemo wewe na mke wako, kwa ajili ya kutetea penzi langu, kwa ajili ya kutetea mimi nikae sawa katika changamoto zangu. Nakushukuru sana. Asante. Mungu atakulipa. Na swala la pili, naomba unisaidie kuhusu mke wangu. Mke wangu amepoteza imani na mimi tena. Hataki kusikia kuhusu mimi. Hataki kusikia chochote kuhusu mimi, kwa sababu amejua kila kitu. Nimejitahidi kadri ya uwezo wangu, lakini imeshindikana. Mama Raya hayuko sawa kimwili, kiakili na kihisia. Giza, umepitia mtihani mzito sana, ila tambua bado hujamaliza mtihani huo. Usipokuwa makini, utaipoteza familia yako. Mimi nakushauri rudi nyumbani kwa mkeo. Rudi nyumbani, kaa na mkeo, mueleze changamoto zote zilizokuwa zinakupelekea wewe kumkwepa chumbani. Na kwa kuwa ameshajua ukweli, unapaswa kukaa naye na kumueleza yote, kwa kumhakikishia kama wewe uko sawa sawa. Piga show ya mwaka, ondoa sumu zote zilizopo mwilini mwake. Baada ya hapo mwanze maisha mapya. Alfa, Naam. Usiku wa jana nilijitahidi sana kuhakikisha narudisha furaha iliyopotea kwa mke wangu. Nilipotoka nilikuwa nimeandaa mchobeo kwa ajili ya kutembeza shekeripini, lakini ikawa ni bure kabisa. Ndio maana nimeamua kumtafuta Nifa. Ilikuwa ni ngumu sana, na lengo kubwa lilikuwa ni kwenda kujaribu, je, niko sawasawa kweli, au ilikuwa ni kiini macho. Lakini nimegundua niko sawasawa, niko vizuri. Na ndio maana lengo langu lilikuwa hata nikifika kwa mke wangu, maneno yangu yaendane na vitendo. Giza, wewe amini kuwa utafanikiwa, ila tambua kwenye haya maisha kila aliyefanikiwa amepitia magumu kama yako. Usikubali kukata tamaa. Nakushauri usikate tamaa.